Kisha chakula ya ng'ombe. Sasa tutaona taratibu chakula ya ng'ombe ikishuka chini, ndio wakulima wa maziwa waweze kupata mapato zaidi. Na mimi namwambia waziri wangu huyu, uko na support yangu 100% kuhakikisha kwamba kilimo inalipa wakulima wetu wa Kenya. Nego kana tiguo. Na turaiguithania. Tunaelewana? Huyu Mutahi Kagwe aendelee na kazi. Na tumekubaliana na huyu mungwana. Sawa sawa. Mambo mengine muhimu mawili. Tumekubaliana wakora, matapeli, cartel ambao wamesumbua wakulima wa kahawa, tuwasafirishe kutoka taifa letu la Kenya ili wakulima wetu wa kahawa wapate haki yao kwa mambo ya kilimo ya kahawa. Tunaelewana jameni? Sikizeni watu wa Wadhaya. Hii kilimo ya kahawa ilikuwa imehangaika sana, ilitekwa nyara na watu wachache. Mtu mmoja ako na leseni 4. Yeye ni mkulima, yeye ni mila, yeye ni broker, yeye ni mnunuzi kule Coffee Exchange. Mtu mmoja anahangaisha wakulima wale wengine wote kwa sababu yeye amepanga mambo yake mtu mmoja. Na ndio tumesema kama serikali, nilitoa mambo ya coffee, nikasema coffee reform ikuje katika ofisi ya rais, ndio niweze kupambana na wale watu wa kisirani na wale watu kichwa ngumu ambao walikuwa wameteka nyara mambo ya kahawa. Na sasa ndio kwa sababu hawa watu walioteka nyara mambo ya kahawa ni watu wenye uwezo mkubwa, lakini nikasema ili nipambane na wao, nikalete coffee reform kwa ofisi yangu. Na sasa mimi nataka niwatangazie ya kwamba hiyo maneno ya cartel tumewafurusha. Kila mtu sasa ako na leseni moja. Kama wewe ni mila, tunakupatia leseni moja. Kama wewe ni broker, tunakupatia leseni moja. Kama wewe ni mnunuzi, uko na leseni moja. Mkulima aendelee na biashara yake. Na kwa sababu hiyo, ile kahawa ambayo ilikuwa inalipwa ati shilingi 60, shilingi 70, mwaka huu kahawa imelipwa shilingi 100, 110, 120, 130, hata sehemu ingine imelipwa 150, kwa sababu tumefukuza wakora na makatel na wafisadi wote walikuwa huko ndani. Mimi nawauliza watu wa Nyeri, hawa watu wa kuteka nyara kilimo, tuwafurushe tusiwafurushe? Na mko na imani huyu Mutahi Kagwe atawezana na hiyo kazi? Basi wewe Mutahi Kagwe uko na amri yangu na uko na amri ya raia. Hawa watu wote ambao wameteka nyara hiyo section wahame Kenya, ama tuwafunge jela, ama wafanye nini? Oh my goodness. Tumekubaliana jameni? Tumekubaliana? Mimi najua pia nyinyi ni watu wa chai, si namna hiyo? Na hapo kwa chai, mwaka ule uliopita tulipata mapato ya 170 billion. This year ambayo imepita ndio mwaka wa rekodi. Ile chai tumeuza Kenya hii imetupatia 215 billion. 40 billion shillings more, kwa sababu tumesema tunapunguza gharama ya mbolea kwa wakulima wa chai. Na sasa huyu waziri anatengeneza sheria mpya ya mambo ya chai ili tuondoe ushuru kwa packaging material, tuondoe ushuru kwa uuzaji wa chai, ndio wale wanaotumia chai waongezeke, na tuuze chai yetu sio kwa magunia, tuuze chai yetu ikiwa processed, ikiwa value added, ndio wakulima waweze kupata mapato zaidi. Na mimi namuuliza Kagwe harakishe hiyo kazi. Nishatoa amri kwa Kimani Ichung'wah na watu wa bunge wapitishe hiyo sheria haraka haraka, ndio wakulima wazidi na kupata faida kwa mambo ya kilimo. Tumeelewana jameni? Watu wa Wadhaya, tumeelewana? Mnasema tunyoroshe kilimo, ndio kilimo iwapatie pesa. Neguo, tuendelee namna hiyo, na tunyoroshe elimu, na tupange mambo ya soko, na tupange ya barabara, na hiyo ingine tupange. Jameni, watu wa Wadhaya, si ndio? Nasikizeni,
Leo mimi sijakuja hapa siasa. Siku ya siasa iko siku yake. Leo tumekuja hapa mambo ya maendeleo ya Nyeri County. Tumekujia mambo ya barabara, tumekujia mambo ya stima, nimekuja kuanzisha soko yetu.